Ya ni ajeni. Mimi naitwa Marlon. Naitwa Rahab. Hii ni the County 360 podcast. Na hapa tunaongelea stories za county. Tuongelee county programs, county projects, county scandals, county dramas, county anything that happens within our counties ama across the counties, the borders. Mpaka In wizi your ama? joint. Wizi. Hata Uko sure huwezi shikwa? hata ukichinjiwa na chokosh ni ina happen Na county. ukishikwa? Na nani? Sisi ukiweka kwa hiyo dark car hatutakuwa. Wewe ongelelea tu, lakini ukishikwa ukiwekwa kwa hiyo dark car, we won't be there. As long as ni kitu ime happen and it's factual about the county, ndio sisi ndio plugs Okay. Yeah, najua wase tumekuanga in the dark for long. Nasikianga tu watu wakisema kulikuwa na inaitwa vitu gani? Public participation. Public participation. What does it mean? Public participation ile part yenye citizens wako required to take part in engaging maybe of what has happened recently, maybe an ideas. Kusema kama tuseme MP na kama ama county nadai kudevelop area yenu. So mnafahamu jue nyinyi mnadai development gani? Kuna watu wanakaa hapo wakisema wanadai stima, wengine wanakaa wakisema wanadai waba, wengine waseme road ni mbaya. Then wana take into consideration chenye ni ya maana, unaona? Like a week ago kulikuwa na public participation pale Huruma. Mahali watu walikuwa wana discuss mambo ya health, unaona? But hiyo ilikuwa coordinated na CC wa health. So unaona vitu kaa hizo. So hapo wananchi wanaingiliaje like wananchi after a problem imekuwa raised, CC akikam unajua na kam kufanya investigation yake. Sasa farm like tuseme mnasema Huruma hospital haina madawa, si ndio? So CC atakam kwa farm ni ukweli haina, then asikie your cries, asikie the other story of the citizens wanasemaje like is it true ni madawa? Mimi niamue niseme hii hosi yetu haina madawa, hata dawa za ukimwi zipo, dawa za kutoa mimba zipo. So CC atakam angalie like okay, is it true? Ni citizens wanasema ama ni propaganda tu? Then akama engage the public. So anasikiza ground. So ule by the way mwanasiasa mwenye alikuwa anasema eti mimi nasikiza ground. Alikuwa ni Gachagua. Alikuwa anasema yeye anasikiza ground. So sasa hiyo kusikiza ground ndio public participation sasa. Okay. Alafu so vitu kama hizo ndio zimekuanga zikipita wase. So sasa hii tunawa provide hiyo plug ya mali unakaa unajua what is happening in your ward, what is happening in your county. Kuna watu wengi hawatembeleangi websites za counties, unaona? So sisi tumetake that initiative to tembea. Na by the way on that public participation, hiyo kuna incident moja ambayo ilikuja kufanyika, ilikuwa mwezi hata haijapita. Ilikuwa last month though. Si leo tuko tarehe 3. Leo tuko tarehe 3. Leo ni Wednesday. Leo ni Wednesday, so leo ni tarehe 4. Ilikuwa last month ikiishaisha hapo hivi. Kuna that nini ya counterfeit yenye ilikuwa inafanyika hapo LD. So hiyo wananchi walikuwa wanafaa kuingilia aje kwa mfano. Vitu kaa hizo unaona like unafaa ujue what is really happening, unaona? Unajua kuna point yenye inafika unaona watu wamecongregate na ujui nini na happen. Najua kitu inaendelea. So hii ndio plug tunawachapia. Hii ndio ina happen, So on that on that nataka najua kuna wase wengine wako kwa giza, watu wengi. Mimi nakumbuka nikiwa mtoi tulikuanga na mimi grow up Nakuru. So show SK show, hizi agricultural shows bana. Kuna moja imeanza leo ski wapi? Hii ya Uasin Gishu agricultural show. Yeah. Unaona? Na nikushua watu wako kwa naona tu kondoo zinapitwa zimesafishwa, ng'ombe zimeoshwa, naona tu watu wakipanda nashindwa rada, kwani zinaenda kuchinjwa mpaka karibu niuliza aje like sherehe ati kwani Waislamu wanamaliza. Ngoja karibu nijiuliza aje kwani siku hizi ng'ombe lazima uioshe ndio iende kijiji.
Like sasa mpaka nikajifikiria hizo kondoo zikioshwa labda ni hizo manyoa ziende zikatwe zinyolewe before ichinje. Sasa hiyo ndo nini thinking capacity yangu ilikuwa inafikiria. So I never knew kana kwamba kuna show. Sasa hapa venye tuko hivi. Juu umejistaki unafaa uambie wakufuate juu wendo utakuna waambia sasa what is happening in Nandi County. Like the whole country is shocked by what happened in Nandi County. Kuna watu hawajui. Na by the way, uliona hizo picha? Wameanguka. But sasa unaona. Ulivumilia kuziangalia. Hapo ndio shida na kamu ikikuja kwa matter citizen journalists uski. There is sensitivity when posting such. Unaona? Yaani unaangalia kitu mara moja hivi mpaka una feel kufaint. Imagine wewe unasema there will be no viewing of the body but watu walishaview body before hata mfike hapo. Mtu anaangalia, unajua kuna mtoto mmoja nilisikia baada ya yeye kuona picha kwa simu peke yake alifaint. Cause they were so unajua venye alianguka hivi ni kama mti ilianguka pia alafu ikawafunika unacheki. Sasa in that process ya kutolewa ilikuwa sasa unajua kama kuna kitu goi inasinya ni the chase of likes and follows zenyewe. We are talking about what is happening in the county. So show kuna Eldoret show, agricultural show ina happen. Eldoret inaitwa nini showground. Iko showground hapo. Iko near Jumbo opposite Ndupawa ama opposite KQ because it has how many gate passes. Iko na gate 3 gates. Kuna gate A, kuna gate B, kuna gate C. So it's you. But sasa inategemea tena wewe unasimamia mkono gani. Kuna ya VIP, VIP na others. Mbona hapo kwa others umecheka? Nijua penye pia mimi ni others. Pia mimi ni others. Unajua. Sasa mbona ujiamini unaongea kama unacheka? Juu I'm humble. Lakini naambia kuna gate A, kuna gate B na pia kuna gate C. Gate A iko opposite Jumbo, Jumbo Hotel. Ukiingia tu na hiyo njia ya Jumbo naingia then opposite Jumbo Hotel juu kidogo kuna gate A. Then gate B iko inapatikana karibu na KQ, opposite KQ, then unaingia na hapo. Then gate C iko near Rocks Hotel. So siwahi potea hata siku moja. Kuna showground hapo. Show ilianza jana au sio? Imeopen. Si tarehe simekuwa jana ilikuwa tu tuseme rehearsal ni kama so officially imefunguliwa leo. Unajua jana nimekuwa nikiona, unajua mimi naishi karibu somewhere hapo hivi. Sasa mimi naona tu gari zinapita zimeoshoosho bana. Naona klasi yangu bana, mimi naishi outside. Unajua matatu venye bei ya matatu kweli juu. Sasa unaishi CBD kwenyewe. Right. Na hapo ndo nikakumbuka sasa, hapo ndo nakumbuka unaona hiyo show sasa. Ni kama imeanza kufavor wale watu walifanya agriculture. Ndio hiyo. Imeanza but sasa si kitu ya siku 3-4 na imeisha, so hata but it provides opportunities for young ones, young and inventive mnajua youth. So ina create job opportunities to youth. Unajua unaweza kuwa pale hivi mtaa umeinvent kitu na ujuma alipakuipeleka banapeleka showground. Sure. As long as it's innovative and it's something that suits the people to know it can and it can happen. Na by the way kuna hii mtaalamu wa CBC yenye tunaona watoto wanatengeneza vitu mbalimbali. Are they allowed kupeleka hizo vitu ziona? Hiyo ndio that is the push. SK it's unaenda ku display your innovative or inventive side of you. Unaona? Wewe ni mwalimu pale hivi unafunza watu hiyo mnaweza create itafanya hivi or unajua kuna saa zingine walimu mimi nasema nikiangalia mwalimu wangu wa science na Nanganika alikuwa anapiga stories za ajabu juu kuna vitu alitufanya tukafanya, zingine zikawaka, zingine hazikuwork, but zikaenda the spirit of being a scientist, unaona, you are curious, nikifanya hii hivi na hii it happen. Ikisha happen, it's high time ujiintroduce kwa to the public, uonyeshe you see those findings.
usiku unafanya, unajua kwa mfano niseme mimi kwa mfano mimi si am journalist. Alafu niamue niseme eti sasa mimi hiyo journalist yangu mimi bora nimeenda class nimemalizana masuala na class, that is all. Bora niko na that certificate, that is all. No one even a single day will identify you that wewe ni mwanahabari. Hakuna. Because sisi kama Waafrika tunapenda kuona ile kitu inaonekana. Ina happen. Hatuwezi kuja kusema eti sijui Marlon leo wewe ni mwanahabari of which hatujaiona any productive of yours. Ndio hiyo. So if you are an agriculturist, peleka waone. Peleka vitu zako huko hivi. Kama unapandanga mahindi na uko sure mahindi yako inashinda mkono. Inashinda mkono ya Marlon. Because I'm the shortest guy in this organization. Yani sema hapa ndani wewe ndio mfupi wote, si ndio? So ngoja kwanza. Unajua kuna wale watu wako na disability ya ufupi. So are you among them? Maybe sijui. Nitaenda confirm. So unajua kama height yako ipiti 4, count yourself as 4.5. Ukipata ukao na mahindi inatoshana na hii mkono. Beba hiyo gunia moja peleka hapo showground. Isikupite, it's a 3-day thing ama sijui na 4-day thing. I think ni 5. Yeah, 5-day thing, unaona? 5. So ingia hapo. Those 5 days peleka hata siku ya mwisho. You fight for that. Unaweza pata hata kuna wale wanalima sukuma waiseni kwa. Yeah, bana uko na sukuma yenye inaweza kuwa blanket ya mtoto amezaliwa. Yo, peleka hapo hivi. Bana unajua nimeiona sukuma yenye inanizidi urefu. Ona, na huyu mkulima kapi. Nilimwona, I think it was Kapsabet, not Kuria. Yo, Kuria inakuja inaingia aje na people of Kapsabet, people of Elgeyo Marakwet, Nandi County, nini? Yo, bring those things here bana. Watu wasikuwa wanatoka Meru. Na sasa kwa mfano kama hiyo sukuma atakata hiyo mti mzima alete ama itakuwaje? No, ana uproot hiyo nini yote anaiweka kwa nini anaileta ndio tujue it's a real thing ba. Unajua sasa hii Kenya na vitu fake jo. Make sure kitu yako ni legit. Kitu yako ni legit. Anasema make sure kitu yako ni legit. Make sure whatever you bring is legit. Whatever you akili yao nafikiria sana nayo. So akili yako ijaoza lakini whatever you are trying to insist is something. Let us something legit. Make sure it's legit. It's something that it is out of this news. Kuja kutupigia theories za jaba yo. Tunataka kuona practically. Na kuna wale wanafunzi kuna shule moja niliiona mwanafunzi anatengeneza ndege. So inafaa alete tuone kama inapepea. Hii ni agricultural. So hii ni mambo ya kupanda tu hivi. Ukulima. Anything that can help in agriculture. So nikileta ile punde yetu, unajua kwetu tuko na punda. Iko na uniqueness gani? Iko na miguu ngapi? Iko na miguu 4 lakini sasa the hugeness of that punda can surprise you my friend. Yaani imebeba. Sasa unajua, unaona msitupe story kaa hizo za jaba unaleta tu. Imebeba unajua iko imebeba mwili. Si kazi ya punda ni kubeba. Yeah, but so that is basically what is happening now in Uasin Gishu County. Na unajua kuna zile sukuma zenye zinaitwa kwa Kikuria tunaita obororo. Obororo yani ni kuna wadudu fulani hivi wanakuanga wanatembea chini. Sasa hiyo sukuma tunaita obororo. Ni sukuma nyingine hapo inatembea chini. Haitembei. Lakini nimejaribu kukuambia ni mdudu. Wewe nichanganya bora. Umekwambia hiyo sukuma sasa inaitwa hivyo kilugha. Kwa nini? Juu si sukuma ya kawaida. Kiaje unajua me relate na mdudu anatembea chini so ina expect ikue. Haitembei but sasa venye inakaa like inakaa unachora. Like umeiona zile mdere yenye inakuanga na inakaa na mawe hivi. Hiyo sukuma. Like inakaa na miba hivi inakaa kama iko na miba hivi. Miba not mawe, sorry. So unaona hiyo sukuma inakaa hiyo design like iko design ya like miba inakaa ni kama iko miba hivi kigrow hivyo na ni sukuma. So sijui nani ali-invent hiyo lakini inapatikana huko kwetu. Sijui nipige simu alete. Watu waonyesha hizi vitu. Wallahi. Bana guys, ini tumesema venye tu tumesema na insist ni County 360. Watu walete kwa maonyesho. So
walete minyama na everything. It is happening in Uasin Gishu County. Karibu nisema Eldoret County. Eldoret County. In Uasin Gishu County. So Eldoret City. Tuleta Eldoret City. Na by the way, watu watakuwa wanatoka ni Kenya ama ni wapi? Yo, si ati it's locked ni county peke yake ati. Yes, basically vitu zinaonekana sana ni za county because that's the focus. But if you're outside there and feel this thing is more, naweza leta tobacco. Mimi nalimba tobacco. Uniqueness yake ni gani? Uniqueness. Si watu wengi hawalimi na ni ya kuvuta bangi. Wewe acha tutakupangia tukuje kwa shamba yako usikii. Ama bebe shamba ulete at least iko na uniqueness ya tulihamisha shamba. Nikahamisha shamba kwa shamba. Hivyo. But yeah, guys, basically ni hiyo. Na kwa mfano ni bahatike tu kusema ukweli. Nibebe shamba mzima nilete. Naweza break the world record. Sasa hiyo sasa ndio tutakuwa tunasema umetuletea evidence. Usiwezi tuchunia tobacco utuletee. Tutajua aje umetoka kwa shamba yako. Si obviously umetoka kwa shamba. Tutajua aje? Hiyo ni wewe ndio umejua, si hatujui. Sasa. Poa sana. Tutajua aje? Yo, lakini si imetoka kwa shamba yangu. Obviously siwezi enda kuchuna kwa shamba ya wenyewe. Unaweza wewe. Nasema nitoe kwa shamba yangu. Kwani mimi unanionaje kweli? Yo. So guys. Usikue hivyo. So guys. Watu utaleta ile kondo yenu. Na uioshe because zenye niliona hatuna. Guys, kama uko na kondo, uko na ng'ombe, uko na mbuzi, yani leo unaona kabisa kuna something yenye iko nayo yenye zingine zina. Please this week bring it to the showground. Inaitwa showground Eldoret. Inapatikana mkabala tuongee lugha watu wataelewa tafadhali. Mkabala Kiswahili sanifu. Inapatikana opposite Ndupawa Hotel. Hata ule mse alikuwa na ama club yenye watu wanajua sana ni inaitwaje? Kuna club yenye iko opposite Poli. Inaitwa Tamasha. So ukifika tu Tamasha hivi unasonga mbele kidogo unapata showground. Utapata gate ya kwanza. Utapata police line hapo, police line njia ya kwenda police line, then unasonga mbele kidogo unaingia showground. Usikose eti au kupata information. Ya pili, ya tatu. Ya kwanza ni VIP. Ya kwanza ni ya VIP. Ya pili VIP. Ya tatu ni ya regular. Lakini hatujui gani ndio VIP na gani ndio tafadhali. So ukiingia hapo wewe utakuwa unaambiwa. Yeah, but don't judge us. Basically ni hiyo. Next month kibaki hapa Uasin Gishu ni kwamba kuna Eldoret City Marathon inakuja. Na by the way siri kwa Elisha. Siri kwa Elisha. It was the other time of Valentine's. Ilikuwa siku ya Valentine by the way. Watu wakienda HSBC, watu wa rugby. Mimi nilienda ku watch nini marathon. Sikuenda Valentine. Marathon wapi? Ya Sirikwa. Yeye alienda Sirikwa. Sema ulienda Sirikwa. Unanifanya na kalika kulikuwa na ingine mahali kwingine. So by the way, unajua it's insane. Kuna watu hawajui vitu zimehappen county. Hawajui kabisa. So we are talking of Uasin Gishu County. Tuko na Eldoret City Marathon. It's open to everyone. So inaanza 6th and ni 6th of March. The 6th Friday. Si kesho. Mimi nakuanga nimera. Akili yangu. Ni ile mwezi mwingine. Akili yangu ni ile mwezi mwingine. Tuko March. Iko April. Na unajua same April, sijui ni May ama same April, kutakuwa na nyingine Nairobi. So sijui kama zitagongana. But we're talking about Uasin Gishu hapa home. Okay. Hapa home. Eldoret City Marathon. Wewe ni Gooks. Bana kuna ile cycling account yenye ili happen. Unajua ku cycle. Mimi? Mimi ni pro. Wewe usinione hivi. Niko na height ya mtoto lakini ulikuwa na bangapi kwa hiyo nini yenye ilifanyika? Baiskeli yangu iliharibika.
ilipata puncture before nifike finish line, nikapitwa nikakuwa namba sijui hata sikumbuki. Ndio siku rankiwa. Nilipata wamekata watu wameenda huko kwingine wanaendelea na event. Sitaki nikujaji hapo. Nilipata watu wanaendelea event. Nikikujaji itakuwa mbaya. But yeah, basically hii county yetu. Sasa baada ya kuambia tu watu openly, nilishiba kwa uwanja nikashindwa kuendesha bike. No, nilikuwa nakunywa maji. Nilikuwa among the top 10. Kukaribia ndio ile finish line huko bike kapata puncture. Watu walipita tu. Mimi by the time nilikuwa nafika finish line. Bana watu walikuwa wameenda kwa wedding ceremony huko. Kuna ambulance ya kukubeba? Asili bike ilikuwa imetoboka si mimi. Si kuna ambulance zenye zinabeba watu. Kubeba bike pia. Ambulance kazi yake siku ndio 7 April. So sijui hiyo. But so county yetu ya Uasin Gishu iko na vitu. Mob. Ndio hiyo tumwambia City Marathon 27th April. Ndio maana imeandikwa City of Champions. Yeah, 27th April. Gavana naye anachangia na sports mzee. Sana, si ndio? Jonathan B. Akofiti anaitwa Jonathan B. Kuna hiyo. Lakini unajua kuna wasee wanasema eti sijui ni one time sijui ni atuachane na the politics. Let's look at chenye anafanya, si ndio? Watu angalie chenye anafanya, sio kuangalia the side of the politics. Unajua mi basically naangalia umse amefocus kwa sports. Ukipata tu stories za sports. Amejaza kibao. Shona kwa kofiti. So nikumaanisha ni mse ana support young youth. Yeah. Because that is what they love. Ilikuwa kwa inaitwa nini? Kwa nguzo 10. Unaona? So na sijui ni kama alianza hii nguzo 10 yake kutoka chini. Yuko juu ni health, but ukiangalia sports and youth ilikuwa chini na nini ndio ana focus sana. Ni kama yeye alianza chini ya kitanda. Ni kama unaona mimi ninakuanga na shida moja. Nikitakanga kupika, naanzia ile kitu ndio light ya kupika. Unaanzanga kupika mchele before ukatakata vitunguu na nyanya. Unaanzanga kupika nyama before vitunguu na nyanya. But yeah, basically that's it for today hapa kwa County 360 podcast. Tunakafunga masaa. Alafu mtu aseme ile kitu ana feel, si ndio? Kenya ana feel yenye haijafanyika yenye ana feel like inaweza fanyika. What do you think yenye inaweza fanyika yenye haijafanyika? Na pia kuna event hiyo county yako tupige invite tukuje tuone. Ni nini hiyo mnafanya unique yenye sisi Uasin Gishu atufanye. Right, ndio sisi najulikana kama Rahab Gati. Na mimi ni Marlon. County 360 podcast. Thank you. Represented.